ulinzi anaotaja hapa sio ulinzi wa nje. Wajibu wako ni wa kiroho, ulinzi wako ni wa kiintelijensia. Andika na hiyo, ulinzi wa mwanamke kwa mwanaume ni wa kiintelijensia, manake ni wa kiroho, manake ni wa kwenye chumba cha maombi. Ule ulinzi unazungumzwa, hauna umbo la kuweza kulinda chochote cha mwanaume, lakini unazo nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Mungu amekudizainia ya kwamba wewe utamshinda adui kwa maombi. Ukitumbukia kwenye chumba cha maombi, ukazama hapo, kaomboleza, kuna mambo yatatokea tu. Yanaweza akachelewa, lakini yatatokea. Kwa nini? Kuna mwanamke mmoja mlinzi wa mwanamke akijua nafasi yake, akakaa kwenye nafasi yake, akachukua nafasi yake ya kiroho, kanisa linastawi, huduma inastawi, mume wake anastawi. Kwa nini? Uzao wake unastawi. Kwa nini? Mwanamke analinda. Wakati na tafakari hili, nikagundua nafasi ya ulinzi wa mwanamke inakwenda mpaka kwenye uzao. Mwanamume ameharibika, lakini mwanamke ameshindwa kukaa kwenye nafasi yake ya ulinzi wa kiroho. Mwanaume anagoma kufanya ibada, mwanamke naye anasusia kufanya ibada. Mwanaume anagoma kuleta chakula, mwanamke anagoma kupikia watoto. Nini kinatokea? Na watoto watapata kipato kwenye ulinzi. Sasa tunaangalia mwanaume huyu amepoteza mwelekeo, amepoteza mawimbi, amepoteza nafasi na kukoma mahali kwa maombi ili kumrejesha. Why? Wewe ni mlinzi kiroho, sio kimwili. Wakati Mungu anamdesign mwanamke, aliweka na mtandao, aliweka na satellite. Sasa natumia neno dishi. Amemwekea dishi la kuhisi, dishi la kutambua mabadiliko ya kiroho ya mbele. Kwa maana anaweza akatambua mambo ya wanaume mapema. Mwanamke ni mlinzi dhidi ya hatari zote za kiuvamizi wa mwanaume. Vinginevyo atavamiwa, vinginevyo ataonewa. Mwanamke umepewa nafasi ya kulinda. Tumetoka kwanza sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Naomba tusome iko hapa mbele. 1, 2, 3 watu. Na Hawa baadaye hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Ndio maana ukikuta familia, kwa mfano, mume na mke wanagombana kila siku, hawaelewani. Nisikilize kwa makini hapo. Mke na mume hawaelewani. Mwanaume amechagua maisha yake kwa sababu mwanamke yuko kwa namna fulani, au mwanamke amechagua maisha yake kwa sababu mwanaume yuko kwa namna fulani. Hiyo familia kwenye eneo la uchumi, hiyo familia kwenye eneo la ustawi wa watoto wao. Lakini binti wa kike anaweza akachagua maisha ya kutokuolewa. Kwa nini? Kwa sababu anapoangalia staili ya baba na mama, anaona ni kama mbona nisisikuisha maisha tena. Unashangaa na kuwa hana chaguo la kuolewa, au hata akiolewa unashangaa anakaa kwa tahadhari, yuko mguu moja ndani, mwingine yuko nje. Kwa nini? Kwa sababu anayajua yale maisha aliyokuwa anaishi na mama yake na baba yake. Kwa hiyo saa zote anawaza kwamba inawezekana na mimi nikapata hata. Na ndio maana leo tuna wimbi kubwa la watu ambao hawachangii kwenye familia zao, kwa sababu hawaamini wanaume kama anaweza kakaa hapo au atafukuzwa. Kwa hiyo anakaa na ile kutengeneza hapa wanaume. Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Jambo gani hilo? Mwanamke atamlinda.
Jamani, sijawahi kusikia. Ninashangaa kuna jambo jipya limeibuka duniani. Jambo gani? Eti mwanamke atamlinda. Bwana aliwaza kimwili, aliwaza kimwili. Sio naelewa. Manake mwanamke una nafasi kubwa sana. Mwanaume ameharibika. Kusanya watoto wako, waambie tutajua kuna wakati tutavuka tu. Wanangu, leo hakuna chakula, usimwambie huyu baba hafai kabisa. Wewe kana watoto wako waambie, usimnaelewa hakuna chakula, naomba wanangu leo tuombe, tutalala nje, Mungu atatutokea. Unakusanya watoto wako, unanena kwa lugha. Unatengeneza nini? Unatengeneza mtoto mwombaji. Baada ya kipindi atalipuka mtoto. Anajua kujiliwa, anajua wakati wa kupata, lakini anajua nyakati ngumu atapiga nini. Kwa sababu nyakati ngumu hakupelekwa kwenye kushambulia kimwili, alipelekwa kushambulia kiroho. Na mtu anamsaidia hivyo. Naelewa ukirudi rohoni, kuna vitu Mungu atazalisha kwako. Bubujiko fulani litazaliwa kwako, unyenyekevu fulani utazaliwa kwako. Anafanya vituko, lakini kuna unyenyekevu unaoonyesha. Anafika mahali anajiuliza niende wapi, kwa sababu kule anakokwenda kumeharibika, lakini huku ndani kuna unyenyekevu. Mwanaume yoyote harejeshwi kwa nguvu. Mwanaume yoyote anarejeshwa kwa busara na akili sana. Ni mwoga wa kiroho. Sema mimi nenye hapa.